Habari za leo. Karibu kwenye video yetu fupi ya kukuelekeza namna gani ya kutumia Jasiriamali app kuweza kuingiza bidhaa kama mtoa huduma. Tumeshakwisha kuona kwenye video iliyopita jinsi gani ya kuweza kuingiza bidhaa tukazitolea mifano. Sasa leo tunafanya namna ya kuingiza bidhaa ya huduma. Specifically tutafanya kwa watoa huduma wa kufua nguo. Tunapo deal na bidhaa za kihuduma ama zenye sampuli ya huduma, nayo pia imegawanyika kwa namna tofauti. Kwa mfano, namna ya kuweza kunakili bidhaa zako wewe unayetoa huduma za kufua nguo, unakuja kwenye mpangilio, kwenye bidhaa, sajili bidhaa, bei na taarifa nyingine. Kisha unabonyeza kitufe cha ongeza bidhaa hapa chini ama alama ya kujumlisha pale juu. Chochote kati ya hivi viwili itafungua fomu. Kwa kubonyeza kitufe cha hapa chini, fomu imefunguka kwa namna hiyo. Kwa kubonyeza alama ya kujumlisha pale juu, bado pia fomu imefunguka kwa namna hiyo. Kwa hiyo sisi leo tunaingiza huduma za kufua. Kwa hiyo bidhaa tutaanza hapa jeans, kwa mfano jeans nyeusi. Na unit ya kwetu tunaweza tukasema ni PC. Okay? Bei ya kununua hapa tunaweka gharama ya kufua jeans. Kwa mfano kama unatumia mashine, kuna gharama za mashine, kuna gharama ya umeme, kuna gharama ya maji, kuna gharama ya sabuni, kukausha na vitu vyote hivyo kwa wakati mmoja. Kwa hiyo gharama za jinsi moja ni shilingi 300 kwa mfano. Alafu bei ya kuuzia ili upate faida wewe ukaiuza kwa shilingi 700. Kwa nini? Kwa sababu mteja akikuletea jeans, wewe unajua unamtoza shilingi 700, lakini unafahamu kwenye 700 hiyo 300 ni gharama za kufua hiyo jeans, okay? Kwenye eneo la kufuatilia stoku hapa hatuweki. Kwa nini? Kwa sababu hatuuzi, tunafua. Hiyo kufua ndio huduma yenyewe. Kwa jeans si ya kwetu, jeans ni ya mteja imeletwa. Kwa hiyo haikai dukani kwetu kwa maana ya kwamba tunaiuza, hapana. Sisi tunafua. Kwa hiyo hile ni huduma. Hatutafuatilia stock. Kwa hiyo stock inabakia imezimwa. Hii hapa. Usiiwashe, inazimwa. Na maelezo unaweza ukaweka labda kila jeans moja gharama ya kufua labda ya kufua ni shilingi 300. Kama note kwa mtu ambaye atakuja kuingiza siku nyingine ambapo ama ni mgeni na nini, anaweza kaona maelezo ka save. Okay? Ukija kuangalia hapa chini imejiingiza, inatuambia hapa kwamba hii hapa shilingi 700. Cost ni 300, sale ni 700, unit tunaitambua kama piece, okay? Alafu tukasema labda tuongeze bidhaa nyingine moja, labda shuka jeupe, piece moja. Hapa tukasema ujazo wetu ni piece pia, tunafua kwa shilingi 1500. Kwa hiyo tutamtoza mteja wetu shilingi 2500 kwa shuka moja. Kwa nini? Kwa sababu shuka ni kubwa zaidi, linachukua maji zaidi, sabuni zaidi, muda zaidi kulinyoosha. Tutakuwa na charge shilingi 2500. Na hii pia hatuwashi kufuatilia stock. Kwa nini? Kwa sababu pia hiyo ni huduma, tuna save. Tuweke pengine shati la rangi nyeupe. Nyeupe moja piece ama piece moja, one piece. Tunaweka pia hapo ujazo wake ni piece. Bei ya kununulia hii ndio ile gharama ya kufua ni shilingi 450 kwa sababu inatumia jiki. Alafu tuweke sisi tutatoza shilingi 850. Nenyewe pia hatufuatilii stock, tuna save. Kama utagundua tofauti, wakati tumeweka jeans nyeusi hatukuweka kama ni piece kama ni nini. Obvious hiyo inaweza kumchanganya mtu, na inashauriwa sana uweke kwa kipande. Jeans nyeusi one piece, done, save. Ili nini? Wakati utakuwa unaenda kuiuza hiyo huduma uweze kuelewa ni jinsi moja moja ndio inachajiwa bei hiyo. Kwa mfano kama ni unafua kwa rundo, mtu akikuletea kibegi kimoja, unaandika hivyo hivyo labda kilo 3. Okay? Hiyo pengine ni wateja wako ambao ni prime customer, hawa uwafuli nguo moja moja unafulia kwa kibegi. Una charge shilingi ngapi?
kibegi ni shilingi 3,000, lakini wewe unawatoza shilingi 8,000 kwa sababu ni kikubwa kibegi, si ndio? Lakini pia hapa hauwezi ukawasha stock. Kwa nini? Kwa sababu ni unatoa huduma ya kufua bado. Tuna save. Okay? Tukija kwenye fomu tukasema tunauza huduma sasa, si ndio? Tukasema jeans. Alafu tukaangalia kama ipo, inakuja jeans nyeusi 1 piece. Tunaiweka hapa. Automatic inatuambia piece moja ni shilingi 700. Hapa hata ukiweka piece 100 hautaweza kuona kiashiria cha stock kwamba stock imepanda, imeshuka ama nini. Kwa nini? Kwa sababu hatujawasha stock kule. Kwa nini? Kwa sababu ni service tunatoa. Kwa sasa tuseme mtu amekuletea jinsi 5 kwa mfano ni shilingi 3,500, alafu pengine akakuletea pia na shuka. Shuka amekuletea pesi ngapi? Labda amekuletea pesi 3. Okay? Ni jumla shilingi 11,000. Baada ya kujiridhisha kwamba umeandika kwa usahihi, ndipo unapohifadhi invoice. Ukihifadhi kabla ya kujiridhisha kwamba ulichokiandika ni kitu sahihi, maana yake hutaweza kuifuta invoice tena. Okay? Sawa, let's say sisi tumechanganya tukasema ni shuka, kumbe hakuleta shuka, ameleta shati. Kwa hiyo tunaifuta hii, ongeza bidhaa nyingine, tunasema shati. Okay? Tukisema shati la rangi nyeupe, tunafahamu bei yake ni shilingi 850. Ametuletea pia shati 8. Okay? Kwa jumla ni shilingi 10,300. Ukitaka kujiridhisha kwamba ulivyoviandika ni kwa usahihi kiasi gani, again rotate sim kwa ajili ya uembamba wa screen. Ukirotate ukaja kwenye bidhaa utaweza kuiona kwa urahisi. Hapa tunaona jeans nyeusi 1 piece, piece 5 kwa shilingi 700, jumla 3,500. Shati la rangi nyeupe piece moja shilingi 850, ametupa piece 8, kwa hiyo ni 6,800, kwa jumla ni 10,300. Unaweza ukaziona zote kwa uzuri namna hiyo. Unless otherwise unatumia tablet, kwa screen ndogo za simu obvious zinaweza zikaonekana kama zenye kubanana, ila kwa tablet zinaonekana zote vizuri. Leo ambaye ametuungisha biashara yetu hii anaitwa Hamza. Hamza Marijali ametuungisha biashara leo kwa shilingi 10,300. Sasa kwa kuwa ni biashara ya kufua, Hamza hajalipa yote. Kwa huyu tunamhifadhi kama mtu wa mkopo, atakuja kulipa wakati anakuja kuchukua nguo, au kama atalipa advance sasa hivi alafu aje kulipa baadaye, bado hiyo tunaichukua kama huduma ya mkopo. Kwa hapa tunahifadhi invoice baada ya kujiridhisha. Okay? Tukihifadhi tunasema pokea malipo sasa, kwa kuwa analipa advance. Otherwise tungesema sio sasa. Kwa hiyo kwa kuwa natupa advance tunasema pokea malipo. Hapa tunaona jumla ya invoice ya Hamza ni shilingi 10,300 na anataka atulipe shilingi 5,000 ya kuanzia, alafu balance itakayobakia atakuja kulipa wakati ana chukua nguo zake. Kwa hiyo tunasema ongeza malipo kwa kubonyeza hichi kitufe cha ongeza malipo. Tukiongeza malipo tunasema huyu anatulipa kwa keshi sasa hivi. Kiasi cha malipo ambacho anatulipa tumesema ni shilingi 5,000. Alafu kama kuna maelezo ya yari tunasema balance atamalizia akija kuchukua nguo. Okay? Sawa. Mpaka kufikia hapo tunaweza tukahifadhi malipo. Tukihifadhi, hii hapa ni nakala au malipo yamehifadhiwa Kilimani Stores, Mbagala rangi 3, namba pale, receipt ya malipo ni invoice namba 9. Hii receipt iko pale, tarehe ya hiyo, kiasi ambacho amelipa ni hicho hapo. Asante, imetengenezwa tarehe fulani. Tukisema nakili receipt, tunaweza tukaishare kwa maana tumenakili, ama tunaweza tukasema sawa. Tukisema sawa, tunakuja kuiona hapa ile summary yenyewe jinsi ilivyo. Kwa nini? Kwa sababu
Hamza alitumia huduma hii Hamza anapaswa ilipie shilingi 10,300, ila kiasi ambacho amekilipa sasa hivi ni shilingi 5,000. Kwa hiyo amebaki akidaiwa shilingi 5,300. Okay, unaweza ukaiprint hii kama kumbukumbu akaondoka nayo. Okay, tunaweza tukaselect printer ama save as a PDF, alafu download PDF, alafu ikawepo kwenye internal save. Alafu ukija kwenye internal storage ya kwako utaikuta hiyo invoice. Otherwise unaweza ukabonyeza PDF kwa hapo juu, invoice statement hii hapa, alafu ukashare na Hamza kama utakuwa nayo namba yake kwenye simu yako. Kwa mfano WhatsApp, tuseme Hamza tulie naye ni huyu ambaye anaitwa Huduma Mjasiriashara, alafu tumtumie ili tuone atakachokiona yeye Hamza. Tukituma kwa Hamza, atakachokiona yeye atakapoifungua ni hii taarifa ambayo inamuoneshea hapa kwamba in makusanyo installment bidhaa ni ile pale kwamba jeans nyeusi piece moja, shati la rangi nyeupe piece moja. Kwa jumla wake ni shilingi 10,300. Balance ambayo tunaona ambayo alilipa hapa ni shilingi 5,000 na baki iliyopo ni shilingi 5,300. Sasa sisi tukirudi hapa, let's say Hamza amekuja baadaye akamalizia deni lake kwa sababu nguo zimeshakamilika na tayari anataka asichukue. Sisi tunasema ongeza malipo. Tukisema ongeza malipo, tayari hapa inatuambia kwamba balance ambayo Hamza anapaswa ilipe ni shilingi 5,300 automatic pasipo kuandika chochote. 5,300 ndio ambayo ilikuwa nje. Wanaandika malipo awamu ya pili na mwisho. Okay, and then tukisema hifadhi, na yenyewe pia tunaweza tukaiona hapa. Again, unaweza ukanakili risiti au ukanakili texti. Vyote hivi ni sawa, lakini mwisho wa siku inamata unapokuwa unaituma kwa nani. Hiyo ni njia moja wapo, lakini ya pili unaweza uka screenshot. Okay, ukiscreenshot hii una uwezo pia wa kushare. Kusemani una uwezo pia wa kushare na Hamza ikawa kwa ufupi wa namna hii, ukasema gallery and then just once. Alafu itaonekana kwa namna hii na unamtumia Hamza jinsi ilivyo, ambaye kimsingi kwa hapa ni huyu mtu huduma mjasiriashara, na akipokea ataona risiti yake jinsi inavyoonekana hapo kwa uzuri kabisa kwamba Kilimani Store Mbagala. Then baadaye ukishamaliza kumtumishia, basi mmekuwa mmefanya biashara na uko tayari kuendelea kumhudumia mteja mwingine. Lakini pia ukiangalia kwenye malipo hapa, deni limeji offset kwamba jumla ilikuwa ni shilingi 10,300, iliyolipwa 10,300. Kwa hiyo haudaiani kabisa na Hamza. Kama ambavyo unaweza kuwa unaona, ni tool ambayo iko na nguvu sana, na hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafanya huduma kwa kutumia, unaweza ukarekodi huduma kwa kutumia application ya Mjasiriashara app. Asante na tukutane kwenye video itakayofuata.